juzi Jumatatu. Jamani walindwe. Zamani sisi mko mnawaacha tu, mnaona kwamba wanajilinda wenyewe. Lakini pia hawakuwa na matukio ya ajabu ambayo anaweza kufanyiwa mtoto wa kiume. Si unajua? Yani mtoto wa kike ndiye alikuwa kwenye hatari zaidi. Lakini sasa hivi sasa unaambia mtoto wa kike. Ipo, lakini sasa si imekuja pamoja, wamerudi na wa kiume kwamba watoto wote wawili walindwe. Lakini sasa wanasema wa kiume sasa imegeuka, imekuwa zaidi. Amesahaulika, yani kilichopo ni kwamba alisahaulika. Nguvu kubwa inaelekezwa kwa mtoto wa kike. Ndio maana mmoja yeye aliwahi toa mfano akasema, yani kwa mfano huko vijijini nyumba kama imejengwa, nakuta mtoto wa kiume nyumba yake ipo pale pembeni mbali, lakini mtoto wa kike ukiingia tu mlango wa baba, huu chumba cha baba, chumba cha mtoto wa kike. Anachelewa kurudi. Watoto wa kiume chelewa kurudi nyumbani. Asianze kusumbua watu kufungua. Anaenda kuangalia mpira. Si bora kaangalia. Rudi pale utafikiri baba. Fungua. Nenda. Tunaita nini ile? Kwenu mnaita nini? Nini? Kile nyumba kinakaa pembeni. Achana na Ghetto sasa kwa kuna viruga mbalimbali. Tunasema hata Bukomba aliwaisema hapa. Kwa watu tunaita hivi. Yaani kinyumba kinakaa pembeni cha mtoto wa kiume tu. Yeye akitoka zake kuangalia mpira ataingia, hana madhara hana shida. Lakini mtoto wa kike hauwezi kumjengea ghetto hapo pembeni. Anawekewa. Sasa anakuta jikoni. Sasa kuwekea mle sana. Mwingine ana dada zake. Ana dada zake anawekewa kule kwenye ghetto, kirudi utakula chakula, vyombo dada atakuja kutoa. Aina ya familia, aina ya kijana mwenyewe. Unakuta familia zamani zile unakuta ushaona sura zimening'inizwa kwenye kamba zile. Sasa nataka nikwambiaje, kuna mwingine hakuna chakula getoni kwake, hakuna jikoni. Wamemaliza, utajua mwenyewe, utakula jeuri yako. Of course unajua inafika wakati unabidi kama unataka uhuru waambie. Bwana mimi nyie pigieni hesabie mtapambana. Sababu utachagua moja uwahi kula. Mambo ya kusema au uchelewe usile. Mambo ya kusema mimi nimepika chakula kuku mpaka kwenye ghetto nikupelekee wewe mtoto. Sasa unaona msingi wa habari ni hatari. Kwa hata hili ambalo tunalizungumza la kwamba anasema tu mimi msinihesabia afu mnaona tu sawa. Hapana. Hujui anakula wapi. Au tunawazungumza hivyo msinihesabie. Tuelewane vizuri, waanzie miaka 18 kuna. Hapo sawa. Anatafuta nini nyumbani aondoke. Sasa sio lazima ataondoke kuanzia miaka 18 kushuka huku, huyu ndo tumhesabie sasa. 18 kwenda juu umfukuzi, ila akisema nyie endeleeni. Sawa, anajitafutia huko. Sasa akianza kuweka masharti hayo aende. Aondoke moja kwa moja. Kumlazimisha wakati wa kuondoka. Hapana, nyumbani kwangu huwezi niwekea masharti mimi. Hajakupa masharti, amekupa uhuru. Yaani angesema kwamba nataka mniwekee chakula. Hapo ungewaambia ondoka. Uko chini yangu utakula hapa. Sasa hajikula. Ameshakuwa sasa. Hutaki lipa kodi kwenye nyumba yangu. Si umeshakuwa wewe. Ameshakuwa. Yaani hapo bado unamlazimisha yale. Nimemaliza gazeti jamani.